Naam, ujambo na karibu mpenzi msikilizaji, mpenzi mtazamaji katika makala haya ya uchanganuzi wa tamthilia ya Mashetani pamoja na Mashetani Wamerudi. Na pia tutaweza kuzungumzia kuhusiana na mwingiliano matini baina ya kazi hizi mbili za kifasihi. Kwanza kabisa, Mashetani ni tamthilia ambayo imeandikwa na E. Hussein mwaka wa 1971 na ni tamthilia ambayo inazungumzia kuhusiana na masuala ibuka katika jamii. Anazungumzia kuhusiana na athari ya wakoloni walipokuja Afrika, na anatumia wahusika wakuu ambaye ni Juma na Kitari. Juma na Kitari wanaigiza mchezo ambao bila shaka una jazanda na maana batini kweli kweli. Nazungumzia kuhusiana na uongozi mbaya na jinsi Afrika wameshindwa kujitawala kwa sababu ya athari ya wale wakoloni ambao walikuja kututawala. Nazungumzia masuala kwa mfano jinsi Waafrika wanaendelea kukandamizwa na viongozi ambao labda kwa njia moja au nyingine wanaonesha usaliti, kutowajibika katika familia ama katika jamii. Na bila shaka mwandishi huyu anatumia fasihi ya tamthilia kuweza kuchora kazi hii. Pia hapo mwaka 2016 tunampata mwandishi mwingine ambaye jina yake ni S.A. Mohamed. Anachukua kazi ya Mashetani na kuendeleza, anaita Mashetani Wamerudi, na anatumia wahusika kama vile Jumai na Kitarua. Kwa hivyo ni kama mwendelezo, na bila shaka tunaona ni kana kwamba kuna ukoloni mamboleo. Anaonyesha kwamba wakoloni wale wamerudi, lakini kwa njia nyingine tofauti, kwa kutumia Waafrika wenzetu ambao ni viongozi hata sasa katika taifa la Kenya ama katika taifa nyingi za Afrika. Tunapata kwamba kuna viongozi ambao kwa njia moja au nyingine wanatutawala kwa njia ambayo haifai. Kwa hivyo ni kama wakoloni wamerudi kwa njia moja au nyingine. Tunapata mhusika kama vile profesa ambaye anajidhihirisha waziwazi kupigania haki na kuzungumzia vijana ili waweze kujikomboa kutokana na ukandamizaji wa viongozi. Na bila shaka mniruhusu nizungumzie vigezo muhimu ambayo itatuweza kutuongoza katika kuchanganua dhana ya mwingiliano matini. Na dhana na kwanza kabisa niseme hivi: mwingiliano matini hutumiwa kuelezea usemezano baina ya kazi za kifasihi kwa kutumia vigezo mbalimbali ili kulinganisha na kulinganua. Tunaweza kuchambua swala hili kutumia vigezo na vipengele vya uchambuzi wa kazi za kifasihi au fasihi andishi, ambazo ni kama vile fani, kuna maudhui, kuna dhamira, usimulizi na mambo mengine. Na niruhusu nianze na kigezo hiki cha kwanza kabisa kuhusu dhamira. Dhamira ni lengo, azma au sababu ya mwandishi kuweza kuandika kazi yake ya kifasihi. Kwa hivyo pia mwingine anaweza kutumia jina msukumo na kuelezea mambo hayo. Na tunapata ya kwamba Ibrahim Hussein ambaye ameandika Mashetani pamoja na huyu mwenzake ambaye ni S.A. Mohamed walikuwa na sababu ambayo inaingiliana kwa njia moja au nyingine. Kwa mfano, Mashetani ambaye imeandikwa na Ibrahim Hussein ameandika ama kutunga kazi yake kwa ubunifu. Waandishi hao wote wawili wanaelimisha jamii juu ya matatizo ya kijamii yanayokumba nchi hasa za Afrika wakati wa ukoloni na hata baada ya ukoloni, na athari yao kama ukoloni mamboleo. Kwa hivyo wote wawili walikuwa na dhamira au kusudi la kuweza kuelimisha Waafrika kuhusiana na jinsi wameweza kudhihirisha masuala ya ukoloni mamboleo kutumia wale viongozi ambao kwa njia moja au nyingine wanaokandamiza wale ambao wanawatawala. Dhana nyingine muhimu ni kuhusiana na maudhui. Dhana ya pili ama kigezo cha pili ni kuhusiana na maudhui. Maudhui ni ujumbe unaojitokeza au yaliomo katika kazi ya fasihi au masuala makuu ambayo yanaibuka. Na bila shaka tutapata ya kwamba kuna mwingiliano matini
baina ya maudhui mbalimbali ambayo yanajitokeza katika tamthilia ya Mashetani na pia katika tamthilia ya Mashetani Wamerudi. Nianze kwa mfano, kuna maudhui ya elimu. Maudhui ya elimu yanajitokeza katika tamthilia ya Mashetani. Kwa mfano, tunapata kijana Juma pamoja na Kitaru, wote ni wasomi na wanafunzi ambao wanasoma katika vyuo vikuu. Unapata kwamba Juma anasomea taaluma ya historia pamoja na mwenzake Kitaru ambaye anasomea wanasheria. Kwa hivyo ukisoma pia katika Mashetani Umerudi, unapata kuna maudhui ya elimu. Kuna yule profesa ambaye anaonekana ni mtu msomi, anawaelimisha vijana. Kwa hivyo tunapata kuna mwingiliano baina ya maudhui haya. Na maudhui nyingine ambayo inajitokeza ama inaonyesha kuingiliana na maudhui kutoka katika kitabu cha Mashetani pamoja na Mashetani Umerudi ni uongozi mbaya. Tunapata ya kwamba katika Mashetani tunaona viongozi ambao wanalinganishwa na shetani, wanatumia mamlaka yao kwa namna hasi na kuwakandamiza wananchi na kuharibu rasilimali ya wananchi. Pia katika tamthilia Mashetani Umerudi, wahusika wanapigania mabadiliko na haki ambayo imesababishwa na viongozi wabaya, ambapo hakuna haki. Wahusika kama vile profesa na kijana wa kwanza na vijana wengine wanaungana ili kuweza kupinga dhana ya uongozi mbaya. Pia kuna maudhui ya ugonjwa. Unapata ya kwamba ukisoma katika tamthilia Mashetani, Kitaru anaonekana akisumbuliwa na ugonjwa wa kumtatanisha kwelikweli. Ugonjwa huo unahusishwa na shetani. Na pia ukisoma katika Mashetani Umerudi, tunapata kuna ugonjwa ambaye inamtatiza yule kijana wa kwanza, ambaye anaonekana anaumwa na kichwa, na wanasema ya kwamba labda kwenye kwa kichwa kiliweza kufananishwa na yule jogoo ambaye alikuwa anamfukuza, na jogoo yule alitumika kitamadhari tu ama kijazanda kumaanisha wakoloni. Pia kuna maudhui mengine kama vile utabaka, ajira, malezi, ushirikina, usaliti na mengine mengi. Utapata ya kwamba yanaingiana na tamthilia hizi mbili zote. Na kigezo kingine muhimu ni kuhusiana na wakati. Kwa kutumia kigezo cha wakati, tamthilia Mashetani ambayo imeandikwa na Ibrahim Hussein na pamoja na Mashetani Umerudi ya S.A. Mohamed zina mwingiliano wa kina. Hussein anaandika kipindi cha matumaini ya ujamaa mwaka 1978, kisha anatumia mashetani kuwakilisha mabaki ya unyonyaji wa kikoloni. Mohamed naye anachukua dhana hiyo hiyo ya miaka kadhaa baadaye na anaendeleza kuonyesha kuwa wakoloni wamerudi kwa njia tofauti kwa kupitia viongozi wa Afrika wenyewe ambao wanabadilika na kuwakandamiza Waafrika wenzao. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna mwingiliano matini kuhusiana na kigezo hicho cha anwani. Kigezo cha 4 ambacho tutazungumzia ni kuhusiana na anwani. Anwani ya tamthilia ya Mashetani Umerudi, tunapata kwamba S.A. Mohamed ameikuza ama ameweza kuendeleza ile kazi yake ya Ibrahim Hussein ya Mashetani, na tunaona ya kwamba kuna mwingiliano wa anwani hizi mbili, Mashetani na Mashetani Umerudi, na tunapata kufahamu ya kwamba Mashetani Umerudi ni kama kiendelezo ama kielelezo ambayo inaendeleza anwani ile ya Mashetani. Kwa hivyo tunapata ya kwamba kuna mwingiliano wa anwani hizi mbili. Pia kigezo cha 5 tutazungumzia kuhusiana na nadharia. Naam, kipengele hiki kinajitokeza katika hali ya mwingiliano matini pale ambapo katika tamthilia Mashetani na Mashetani Umerudi imetawaliwa na nadharia ya ujumbe mweusi. Inaonyesha jinsi watawaliwa wa Kiafrika wananyanyaswa na kudhulumiwa na wale mashetani na kudumisha udunishaji katika uchumi, siasa na jamii. Waafrika hawana haki na ya kujieleza katika ukombozi wa nchi yao.
pia mifumo ya kibepari na kuwanyonya Waafrika. Hivyo basi kuna hali ya mwingiliano matini katika kigezo hichi cha nadharia baina ya tamthilia hizi mbili. Na kigezo kingine cha 6 ni kuhusiana na msuko. Na msuko natumai ni jinsi ploti matukio yameweza kuandamana ama kuweza kupangwa kutoka hatua moja au nyingine. Katika tamthilia ya Mashetani tunapata kwamba mwandishi anatunga kwa msuko wa kifalsafa unaojikita kwenye mjadala wa fikra tata kuhusu hali ya jamii baada ya uhuru. Matukio mengi yanafuata mlolongo wa kawaida, bali yanazingatia mijadala ya kiakili katika wahusika kama vile Juma na Kitaru. S.A. Mohamed pia katika Mashetani Wamerudi anaendelea na mtindo huu wa msuko wa kujenga hadithi mrefu inayotumia mvutano wa kijamii kuelezea masuala ibuka kama vile ufisadi, unyanyasaji, usaliti, ubadilifu wa mali ya umma na kadhalika. Kwa hivyo ni bayana kuwa kuna hali ya mwingiliano matini baina ya tamthilia hizi mbili ya Mashetani na Mashetani Wamerudi kupitia kigezo cha msuko. Na bila shaka mniruhusu pia nizungumzie kuhusiana na kigezo kingine cha usimulizi. Na ukizungumzia kuhusiana na usimulizi hautakosa kusema kuhusiana na nafsi. Wanafunzi wa Kiswahili watafahamu ya kwamba kuna viwakilishi ambavyo vinawakilisha nafsi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Nikisema mimi nilienda, sisi tulienda kwa wingi. Hiyo nafsi ya kwanza ya umoja na wingi. Nafsi ya pili huhusu kuhusiana wewe ulienda, nyinyi mlienda. Kisha ya tatu yeye alienda, wao walienda. Utapata ya kwamba mwandishi wa Mashetani ametumia takriban nafsi zote tatu kwa kuingiliana na muktadha ufao. Pia mwandishi S.A. Mohamed wa Mashetani Wamerudi ametumia usimulizi huo kwa kupitishia ama kwa kupitia muktadha mbalimbali na jinsi ambavyo yanaingiliana. Kwa hivyo kuna mwingiliano wa usimulizi pia. Uniruhusu pia niongelee kuhusiana na waandishi. Waandishi pia hao wawili, Ibrahim Hussein na S.A. Mohamed, ni magwiji na wataalamu wa falsafa na maigizo yanayolenga masuala ibuka katika jamii. Waandishi hao wote wawili ni magwiji katika kuchambua masuala ya kijamii. Bila shaka tunaona ya kwamba wanazungumzia masuala ya kijasiri kama vile uhuru, uwajibikaji, ukombozi na kadhalika. Hao wote wawili pia wamejikita katika kuendeleza haja za awali, na unapata ya kwamba yule S.A. Mohamed anaendeleza masuala ambayo yalikuwa yamewekewa msingi na Ibrahim Hussein kwa kudhihirisha wazi baadhi ya wakati akitumia kejeli, taswira na pia mabadiliko waziwazi ambayo yanajitokeza katika jamii ya sasa, kudhihirisha kwamba ni kweli kuna kigezo ama kuna dhana ya kuhusiana na ukombozi ambao inatakana kuletwa na watu kama vile akina profesa, kwa sababu viongozi wetu wa Afrika wamebadilika na kuwa kama wakoloni weusi. Na niruhusu sasa nizungumzie kuhusiana na fani muhimu ama kigezo hiki cha fani. Fani katika Kiswahili ama katika fasihi yoyote ni muhimu sana wakati unachambua, iwe ni hadithi fupi, tamthilia ama hata ushairi. Ndani ya fani tunakuwa na vipengele mbalimbali kama vile muundo, kuna mtindo, kuna wahusika, kuna mandhari au muktadha, na mwisho kuna lugha. Katika fasihi, fani ni mbinu au ujuzi ambao mwanafasihi hutumia ili kufanikisha kazi yake na kuleta urembo wa kupendeza hadhira yake. Na nianze na muundo. Tuangalie jinsi kuna mwingiliano matini baina ya muundo au umbo katika tamthilia hizi mbili. Naam, ukisoma Mashetani Wamerudi utapata ya kwamba muundo ni jinsi ameweza kupanga kazi yake. Mwandishi ameweza kupanga kazi yake kivipi? Utapata ya kwamba katika tamthilia nyingi kuna maonyesho mbalimbali na sehemu. Kwa mfano kuna sehemu ya kwanza,
ndani ya sehemu hiyo tunapata kuna onyesho la kwanza, la pili, la tatu, sehemu ya pili, hivyo hivyo. Kwa hivyo mbinu hiyo hiyo ambayo aliitumia Ibrahim Hussein, pia S.A. Mohamed ameweza kuitumia katika kazi yake ya fasihi. Kwa hivyo kuna mwingiliano wa kimuundo baina ya jinsi tamthilia ya Mashetani imeundwa pamoja na tamthilia ya Mashetani Wamerudi. Na ya pili ni kuhusiana na mtindo. Mtindo ni hali ya mwandishi kutofautisha kazi yake na waandishi wengine kwa kutumia upekee wa ubunifu wake. Katika Mashetani anatumia mazungumzo ya kifalsafa, hoja nzito na mwingiliano wa kikademia yenye mazungumzo ya kindani. Vile vile Mashetani Wamerudi ya S.A. Mohamed. S.A. Mohamed anatumia lugha ya picha, kejeli, tamadhali nyingi na usemi. Mtindo wake ni wa kimazingaumbwe, anapokana na uhalisia wa kiuchawi. Kwa hivyo wote wawili wanatumia mtindo changamano ili kupitisha ujumbe. Wote wawili wanatumia mtindo huo wa changamano. Na kigezo kingine ama kipengele cha tatu katika fani ni wahusika. Pia ni muhimu mwanafunzi uzungumzie kuhusiana na jinsi wahusika wameingiliana katika Mashetani na Mashetani Wamerudi. Na wahusika hao ni viumbe anavyotumia mwandishi ili kuwasilisha ujumbe wake kwa jamii. Wahusika kupitia maudhui mbalimbali, kupitia matendo yao na kadhalika. Mashetani ambayo imeandikwa na Ibrahim Hussein, kuna wahusika kama vile Juma na Kitaru ambao ni marafiki. Vile vile mwandishi wa Mashetani Wamerudi anatumia majina yenye asili sawia na ya Hussein. Tunawapata kama Jumai na Kitaru. Pia kuna yule mhusika ambaye nisimsahau, kuna Shetani katika wa Mashetani na kuna Sheta katika Mashetani Wamerudi. Kwa hivyo sifa na hulka ya wahusika hawa yanaoana na kuendeleza matukio katika Mashetani Wamerudi. Hivyo basi tunapata kuna mwingiliano matini katika kipengele hicho cha wahusika. Na mwisho katika fani tunazungumzia kuhusiana, si mwisho, kuna mandhari na pia lugha. Wacha nizungumzie kuhusiana na mandhari au muktadha. Kwanza kabisa, ukisikia mandhari au muktadha, hapa ni eneo maalum ambalo tukio linatokea ama ni mazingira. Usawiri mazingira na uigizaji au muktadha wa maonyesho. Kwa hivyo kuna mwingiliano matini kwa sababu ukiangalia Hussein katika Mashetani anatumia chini ya mbuyu, wale waigizaji wawili ambaye ni Juma na Kitaru wanaigiza wakiwa chini ya mbuyu. Na pia ukiangalia katika Mashetani Wamerudi, katika Mashetani Wamerudi tunapata mandhari ni ya kiroho, kisaikolojia, lakini pia yanaashiria chini ya mbuyu. Na bila shaka ni katika ukombozi wao, profesa anakusanya wale vijana ili kuhakikisha ya kwamba wanapigania haki yao ya kijamii. Mwisho kabisa ni kuhusiana na lugha. Matumizi ya lugha ni jinsi mwandishi anatumia mbinu za uandishi kwa ustadi na ugwiji, na pia tamadhali za usemi, pia matumizi ya misamiati na hau semi kwa ufundi mkubwa. Na hapa ningependa kuzungumzia kuhusiana na mbinu za uandishi. Kuna mbinu za uandishi kama vile taswira, majazi, kuna jazanda, kuna sadfa, mambo kama hayo. Kwa hivyo nikizungumzia kwa mfano mmoja, nikisema kuhusiana na taswira. Taswira ni ile hali ya kuchora picha. Utapata kwamba waandishi wote wawili wa Mashetani na Mashetani Wamerudi wanaandika pale ambapo utapata mwandishi, msomaji akisoma ataweza kujichorea picha. Kwa mfano katika Mashetani, wakati unasoma unaona katika mandhari ya pale chini ya mbuyu, ama pale katika boma ya kina Kitaru, ama katika kwa boma la kina Juma, unaona hivyo hivyo picha katika akili yako. Pia katika Mashetani Wamerudi ukisoma unapata kwamba ni kweli profesa anazungumzi wale vijana. Naam, hilo ni kigezo ama ni mbinu ya taswira. Pia kuna kinaya. Kinaya ni ile hali ya kuwa na kufanya mambo kinyume. Unapata katika Mashetani Wamerudi ni kinaya sana, mtu ambaye alikuwa anatarajia
wamsaidie. Kwa mfano ule Juma na Kitaru, unapata ya kwamba hawasaidiani kwa sababu wanatofautiana kitabaka. Unapata ya kwamba kuna yule ambaye ni tajiri na kuna yule maskini, anasema kwamba hatuwezi tukasaidiana kwa sababu na maskini. Kwa hivyo inakuwa kinaya kwa watu ambao ni marafiki, mwisho hawawezi kusaidiana. Pia katika Mashetani Umerudi, unapata ni kinaya sana viongozi ambao ni Waafrika weusi kama sisi kututawala kwa njia ambayo si nzuri, kwa kukandamiza na kuharibu mali ya umma, kinaya. Kwa hivyo nimeweza kutoa tu baadhi ya mifano. Pia kuna tamadhali za usemi kama vile methali, tashbihi, sitiari, tashtiti, nidaa na kadhalika. Mengi tu. Unaona waandishi wote wawili, Ibrahim Hussein pamoja na S.A. Muhammad, wametumia tamadhali za usemi ili kuweza kufanikisha kazi yao ya kifasihi. Kufikia hapo, nawashukuru sana na kuwatakieni kila laheri katika uchambuzi ambao utaweza kufuata. Jina langu ni Daniel Musop. Shukrani za dhati.